wako wengi sana. Ama fake prophet na real prophet utajua wako ni wa gani. Kwa sababu jambo la kwanza, Yesu alipomtuma mwanawe duniani alimtuma kwa ajili ya dhambi zetu, ili tumkombolewe, tuache dhambi na tukarithi ufalme wa mbinguni. So mchungaji ambaye ni kweli ama nabii ambaye ni kweli huelekeza watu wa Mungu. Na nia yake huwa anataka watu waishi maisha ya utakatifu ili waweze kurithi Mungu. Jambo la kwanza, mhubiri kama huyo ni mhubiri ambaye anafunza watu jinsi ya kuacha dhambi na kumfuata Mungu. Yeye ni mhubiri wa kweli. Yeye ni mhubiri wa kweli. Anafunza watu jinsi ya kuacha dhambi na kumfuata Mungu. Jinsi ya vile mtu anaweza toka katika dhambi, jinsi ambavyo mtu anaweza kumkubali Yesu Kristo. Lakini wahubiri, kuna wale wahubiri ambao akija kuhubiri hakuna mahali anataja mbingu, na hakuna mahali anatajanga kitu kinaitwa holiness, na hakuna mahali anataja dhambi. Hao hubiri mara kwa mara unakutaga yeye anahubiri kuhusu prosperity. Prosperity inamaanisha kwamba yeye anahubiri utafanya namna gani, anakuhubiria utafanya namna gani utajirike. Utafanya namna gani ubarikiwe. Na labda atakwambia ili ubarikiwe, atakwambia ukitaka kubarikiwa, dawa ya kubarikiwa labda ni kutoa dhabihu. So kuna watu wanahubiri sana kuhusu dhabihu. Na utaona kuanzia mtu yule, utakuta kuanzia January to December anahubiringi dhabihu, panda mbegu, toa ubarikiwe, toa uinuliwe, toa uende kiwango cha juu. So huyo huongelea pesa kila wakati. Na hata kuna mwingine ulisikia kwamba alifukuza washirika wake, si ulikuwa hata kwa TV, alifukuza washirika kanisani kwa sababu ya kukosa nini? Kutoa sadaka. Unasikia? So na ndio unasema kwamba ndio wakati ambapo Biblia inaongea kuhusu mchungaji mwema hutunza kondoo. Lakini mbwa mwitu huja kuwatawanya. Mchungaji mwema ni yule ambaye anawafunza habari ya ufalme. Lakini huyo mbwa mwitu, kazi ya mbwa mwitu, kazi yake ni kukula kondoo. Na watawanya na kukula. So kukula kondoo ni kumaanisha kwamba huyu mtu atakuja kuambia utoe. Atakuja kuambie, kuna wengine nimekuta kwamba atakuja kanisani na aseme kila mtu, nataka kujua ni watu wangapi waaminifu. Inua mikono yako. Na kila mtu anainua mkono. Unajua obvious kanisani atakuwa mtu atakaki kuonekana si mwaminifu. Nasema kama wewe ni mwaminifu, nataka ushike mkono yako, kama una pesa yoyote ingie kwa mkono na ushike pesa yote mkononi. Kama wewe ni mwaminifu kwa Mungu. Obvious watu wa Kristo ni watu, hakuna watu waaminifu kama wakisikia mambo kama yale kwa mchungaji kama wa Kristo. Wataingia kwa mikono yao, mfuko yao, nasema ni Mungu amesema. Si mimi, Mungu. Ni Mungu. Ataingia ashike pesa zake zote mkononi. Na nakwambia venye umeshika hizo pesa kuja nayo kwa madhabahu hapa. Na kama unajua wewe unafiki shauri yako, mimi nasema ukweli. Kuna kitu Mungu anataka kutenda. Sio umetoa pesa yako yote, mpaka hata kama ni fare, mpaka hata kama ni school fees, tumebeba kwa mfuko, na unaambiwa mpaka hata hiyo kwa simu toa yote. Shika mkononi. Bas.
unakuja nayo hapo kwenye madhabahu, wanasema Mungu ameniambia leo ndio mwanzo wa baraka zenu. Na hiyo pesa umeshika yote wekelea kwa madhabahu. Kwanza kabla hajakwambia kwamba hiyo pesa umeshika hivi, kwanza yote wekelea kwa madhabahu. Nataka nikwambie kitu. Kwanza wekelea yote kwa madhabahu. Unawekelea. Kisha baada ya kuwekelea unaambiwa hata nyuko kwa simu toeni hapo. Unasema hizi pesa mmetoa hapa, mtu asiguze chochote. Leo ndio Mungu ameniambia niwaambie mtoe kile kitu ambacho mko nacho. So kama ulikuwa nayo kwa account, uende utoe ulete. Kama ulikuwa withdraw. Kwa madhabahu.